Je, mwanamke anaweza kuwa sababu ya mwanaume kuwa bilionea? Mpende kuoa wanawake wa yatima. Sijui penyewe. Inawezekana. Sababu matumizi yanakuwa yameongezeka kisha wako unanipa shinga. Okay, let's go. Mtazamaji wa Boy Lucky Online, leo tuko Nyamabuye. Nina swali langu nataka naulize watu. Je, mwanamke anaweza kuwa sababu ya mwanaume kuwa bilionea? Mimi Baraka, ambatana nami. Habari zenu jamani? Ndio, mambo? fresh. Unaitwa nani? Naitwa Happiness. Yes. Wewe ni mkazi wapi? Ndio. Sawa. Nina swali langu nataka nikuulize. Hivi kweli mwanamke anaweza kuwa sababu ya mwanaume kuwa bilionea? Kwa hapo majibu yapo aina mbili. Ndio. Inawezekana au isiwezekani. Naomba nimuulize mama yangu hapa, naona yuko busy na biashara zake. Mama, habari? Salama. Eti vipi kuhusu hilo swali? Mwanamke anaweza kuwa chanzo cha mwanaume kuwa bilionea? Ni kwa nini wewe unasema ndio? Wanasema palipo mafanikio ya mwanaume nyuma kuna mwanamke. Hivi kweli mwanamke anaweza kuwa chanzo cha mwanaume kutokufanikiwa kwenye maisha yake? Hamna, inawezekana tu maelewano yao ni madogo. Na mbona wanasema kwamba mwanamke ndio chanzo cha mwanaume kutokuwa bilionea? Haiwezekani. Ni kwa nini haiwezekani? Hivi mwanamke anaweza kuwa chanzo cha mwanaume kushuka kiuchumi? Inawezekana. Inawezekana. Na ni kwa nini inawezekana? Kwa sababu wanakuwa hawana maelewano ndani ya nyumba. Basi sawa. Mama anasema mwanamke ni chanzo kweli cha mwanaume kushuka kiuchumi. Ngoja tusikie na wengine wako hapa. Pengine unaweza kuwa na majibu sahihi kupitia hilo swali letu. Dada, habari? Salama. Kwema? Wema. Ndio, kumekucha. Kumekucha. Sawa, tuna swali letu kama ulivyosikia. Hivi mwanamke anaweza kuwa chanzo cha mwanaume kushuka kiuchumi? Sijui. Swali letu umelisikia vizuri. Hivi mwanamke anaweza kuwa chanzo cha mwanaume kushuka kiuchumi? Hapana, hawezi kuwa chanzo cha kushuka kiuchumi. Kwa nini unasema hapana? Kwa sababu kumuoa mwanamke sio sababu ya kushuka kiuchumi. Na ni kwa nini mwanaume anapokuwa peke yake huwa anapanda kiuchumi ila akioa tu anashuka kiuchumi? Kwa sababu matumizi yanakuwa yameongezeka kisha wao kuna kupata watoto, familia inaongezeka, matumizi hayawezi yakawa sawa akiwa single. Sasa mama, habari? Salama. Kwema kwema. Unanipa shinga. Mama anasema kwamba mimi nitajibu vizuri kulingana na utakavyoniuliza. Mama, hivi mwanamke anaweza kuwa ni chanzo cha mwanaume kushuka kiuchumi? Kwa nini anaweza kuwa chanzo? Atafuti. Mwanamke atafuti. Mwanaume atafuti, anataka mwanamke ndo atafute. Sasa mama, shikamoo. Marhaba. Wema? Wema. Ndio, kumekucha? Ndio. Sawa, sasa tuna swali letu hapa mamangu. Eti hivi mwanamke anaweza kuwa chanzo cha mwanaume kushuka kiuchumi? Inawezekana. Ni kwa nini inawezekana? Kama hajui kuweka hela. Inawezekana. Akiwa hajui kuweka tu hela basi inawezekana mwanaume kushuka kiuchumi. Anakula vibaya. Anakula vibaya mwana. Sasa ni kwa nini mwanaume anapokuwa peke yake sawa anakuwa na mafanikio makubwa ila akishaoa tu basi mafanikio yanapotea? Ni kwa sababu gani? Ameoa mke ambaye hana akili nzuri. Ndio. Kuna wadada, habari? Mambo? Poa. Mama, habari yako? Salama. Mzima? Mzima wa uko vizuri? Sana. Sawa. Sasa tuna swali letu. Hivi mwanamke anaweza kuwa chanzo cha mwanaume kushuka kiuchumi? Ndio. Na ni kwa nini ndio? Ndio, kwa sababu mwanamke ndo kichwa cha familia. Mwanamke ukajidanganya ukaoa mwanamke hana akili sawa ya cha uchumi, umeferi. Sana wanaume kuwashauri mpende kuoa wanawake wa yatima. Kama umezaliwa wewe ni yatima, huna baba huna mama, unaweza kuzitunza vizuri ukakaa kwenye ndoa yako ukajua kisi mnakaa na mume wako. Kwa sababu huna makimbilio. Sawa. Au wenyewe wanaoa na mama wana baba wanaweza kusema mimi mwanaume wangu akafanya hivi naenda kwa baba kwa sababu nyumbani nilikuwa nakula na lala. Sawa, mnasikia vizuri. Lakini kama umeolewa uko yatima, unaweza kutunza ndoa yako vizuri kwa sababu najua kuna ukimbilio. Uchumi kwa mwanaume hawezi kusonga mbele bila mwanamke. Naam. Sawa. Sasa mama anasema ukioa mwanamke ambaye hana akili za kutunza mali zako ni lazima utafilisika. Mambo? Sasa tuna swali letu kama ulivyolisikia. Hivi mwanamke anaweza kuwa chanzo cha mwanaume kushuka kiuchumi? Ndio. Sasa wewe kwanza ulishaolewa? Niolewa wapi? Na tunata mpango. Ila unafahamu kwamba mwanamke anaweza kuwa chanzo.
Mwanamke anaweza kuwa chanzo cha mwanaume kushuka kiuchumi? Hiyo kwa sababu japo kwa sehemu nyingine inasemekana kwamba kidole kimoja hakivunji chao. Na ni kwa nini mwanaume sana anapokuwa peke yake huwa anakuwa na mafanikio sana? Pindi tu anapooa mafanikio yanapotea, ni kwa sababu gani? Ina maana kwamba anakuwa ameoa mwanamke ambaye sio mpambanaji. Akiwa mpambanaji mafanikio yanaendelea. Mafanikio yanaendelea na yanazidi kupanda kiuchumi. Na unaamini kwamba mwanamke anaweza kuwa chanzo cha mwanaume kupanda kiuchumi? Kuna wanawake wengine ambao sio wapambanaji, ni wamama wa kushinda nyumbani wanasubiria kuletewa. Sasa pale mwanaume anapoenda kutafuta akarudi mikono mitupu amekosa, tayari ubovu unaamka ndani. Mama habari? Salama. Salama kabisa. Sasa tuna swali letu, nitaanza na mama mkubwa hapa. Ngoja tumuulize swali letu, huenda pengine akatupa majibu kupitia swali letu hilo. Mama, tuna swali letu moja ambalo limetutatiza. Hivi ni kweli mwanamke anaweza kuwa chanzo cha mwanaume kushuka kiuchumi? Mwanamke anaweza kuwa chanzo cha mwanaume kushuka kiuchumi? Kwa nini? Kwa sababu ya matumizi ya mwanaume. Mwanamke anaweza kuwa chanzo cha mwanaume kushuka kiuchumi? Kwa nini? Kwa sababu ya matumizi kama alivyosema. Matumizi yakiwa mabovu mwanaume anashuka kiuchumi. Lakini pia hata akili. Na akili. Kwa ukioa mwanamke ambaye hana akili vizuri uchumi unashuka? Hapana. Sina maana ya kwamba mwanamke anakuwa na akili. Anaweza kuwa na akili lakini namna ya kuendesha mali ya mwanaume. Mwanamke anaweza kuwa chanzo cha mwanaume kushuka kiuchumi? Kwamba mwanamke anakuwa ni chanzo cha mwanaume kushuka kiuchumi? Mwanamke anaweza kushuka kuwa chanzo cha mwanaume kushuka kiuchumi. Mwanamke yaani pale yawezekana. Hilo swali nimeuliza gumu. Mwanamke anaweza kuwa chanzo cha mume wake kushuka kiuchumi? Mwanamke anaweza kuwa chanzo cha mume kushuka kiuchumi? Yaani na yote ni sawa, yanawezekana. Ndio. Kwa sababu wakati mwingine yaani inawezekanaje ni vile ambavyo labda mwanamke mnaanza maisha na mume mnayatafuta mna maisha ya hali ya chini. Sasa mwanamke wako baadhi, kwa mfano mwanaume wako anakuwa na mwanamke wa nje. Na hiyo tunaanza kwamba bibi mdogo akija sasa tanipokuja mimi na wanangu. Kwa kwenye kujihami kama mna maofisa kwa sababu unaanza kuhamisha kidogo kwamba na mimi kama bibi mdogo huyu niwe nimejipanga kiasi fulani hata likitokea lolote. Maka mimi mabibi mdogo kuja kupokonya mali. Kwa katika hasira mwanamke anaweza kufanya hicho kitu. Sawa. Na ni kwa nini mwanaume anapokuwa hajaoa huwa anakuwa na mafanikio mazuri? Anapooa tu mafanikio yake yanaporomoka. Ni kwa sababu gani? Hicho kitu si afiki na inategemeana. Kuna mwingine anaoa akiwa na maisha ya chini, akipata mwanamke anakuwa na maisha ya kaji. Kuna mwingine anaoa akiwa na uwezo, baadaye akimwoa mwanamke anaporomoka. Inategemeana yeye mfumo wake wa uchumi umekakaaje. Mwanamke anaweza kuwa chanzo cha mwanaume kushuka kiuchumi? Mwanamke? Ndio. Kwa nini? Inawezekana. Usikie makini. Kuna wengine sawa, wanawake sawa. Yaani mwanaume unapambana sawa. Yaani tunafanyaje? Unapambana. Kama unakumbuka usiku unafika kwa mvimba. Okay? Sio nielewa? Ndio. Nauliza hivi. Kwa hiyo hivi mwanamke anaweza kuwa chanzo cha mwanaume kushuka kiuchumi? Inawezekana. Kwa nini? Kwa sababu inategemea kwanza na mwanamke. Ndio. Kama mwanamke atakuwa hana nidhamu ya fedha, kama hatakuwa na budget nzuri ya namna ya kuitunza fedha yako, maana yake inaweza katokea au inaweza kapelekea wewe mwanaume kushuka kiuchumi. Hivi ni kweli mwanamke anaweza kuwa chanzo cha mwanaume kushuka kiuchumi? Kushuka kiuchumi? Sio chanzo. Na ni kwa nini unapokuwa haujaoa unakuwa na maisha mazuri ila ukishaoa tu uchumi wako unaporomoka? Ni kwa sababu gani? Hiyo huwa imetokea tu yani. Yaani ikitokea basi unashuka kiuchumi. Lakini kuna wengine anaoa uchumi ndio unapanda. Kwa hiyo inategemeana na mwanamke uliyemuoa. Ndio. Sawa. Na bahati yake. Alionayo. Bahati yake alionayo. Au hata uchumi wenyewe unaamua kwa mzuri tu. Ndio. Kulingana na harakati mnazofanya. Ndio. Kila mnachofanya mambo yanakuwa safi. Swali letu ambalo limetutatiza. Sawa. Nakushukuru. Hivi ni kweli mwanamke anaweza kuwa chanzo cha mwanaume kuporomoka kiuchumi?
Mimi mwenyewe nasikia hivyo, ila kwa mimi siwezi nikatamka kwa kweli, sina ushahidi nalo hilo. Hauna ushahidi nalo? Lakini kuna ambao ushawahi kuwashuhudia au kuwaona? Hapana, kwa umri wangu huu. Hapana, ni wao nisizungumze uongo. Haujawahi kuwaona. Sasa swali letu nafikiri limekuwa ni gumu kidogo. Ngoja tuendelee upande mwingine, huenda pengine tukapata jibu lililo kamili. Kama kawa. Sasa unaweza kuniruhusu niingie ofisini kwako kidogo nikuulize swali langu? Asante sana. Sasa tuna swali letu ambalo tunalo, sawa? Swali letu linauliza hivi. Hivi mwanamke anaweza kuwa chanzo cha mwanaume kushuka kiuchumi? Inategemeana. Inategemeana na mwanamke mwenyewe na namna gani. Ndio. Kwa hiyo ukiwa mwanamke asiyejitambua maisha yanaweza yakawa magumu. Ukiwa mwanamke ambaye hajitambui maisha yanakuwa magumu kabisa. Ila ukiwa mwanamke ambaye ana akili, maisha yanaenda live, maisha yanaenda vizuri kabisa. Ndio. Kwa hiyo sasa ni kwa nini inakuwa hivyo? Je, ni nyota ya mwanamke ama inakuwa ni matumizi ya mwanamke? Ndio maana mwanzo nikasema inategemeana na mwanamke. Kwa hiyo kila mwanamke ana nyota yake. Kuna mwanamke mwingine anaweza kumchukua ikawa ikawa ni baraka kabisa ndani. Ila kuna mwanamke mwingine anaweza kumuoa ikawa kama vile neema. Na ni kwa nini sasa mwanaume unapokuwa haujaoa unakuwa na maisha yani mazuri, lakini unapooa mwanamke ambaye umempenda pengine maisha yakawa ni magumu? Huwa inasababishwa na nini? Sijaelewa unasema. Ukiwa ni kijana hujaoa, unaweza kuwa ni mwanaume fulani tajiri au kijana fulani tajiri mwenye maisha yako mazuri. Tena ndani una milioni zaidi ya 200. Lakini unapoa tu mwanamke ambaye pengine unatamani kuwa ni wa ndoto zako, wa maisha yako. Alipoingia ndani tu zile milioni 200 zote zinapotea. Huwa inasababishwa na nini? Hiyo inasababishwa kwa sababu mwanamke unayekuwa umemooa anakuwa ana nyota. Kwa hiyo unapooa mwanamke anapokuwa katika level ya kuwa na nyota, kwa sababu mimi nachoelewa katika maisha kila mwanamke ana nyota yake. Kwa hiyo inategemeana na mwanamke, naweza nikasema hivyo. Inategemeana na mwanamke. Inategemeana na mwanamke. Kwa hiyo ukiwa mwanamke asiyekuwa na nyota basi milioni 200 zinapotea. Zinapotea kabisa. Bila kujua, bila kutambua chochote. Sawa, brother anasema inategemeana na nyota hata kama una milioni 200. Bado swali letu linaendelea kuwa ni zito na gumu kwa watu wanashindwa kutoa majibu. Sasa mtazamaji wa Boy la Kiha Online, swali letu lilikuwa ni kwamba je, mwanamke anaweza kuwa chanzo cha mume wake kushuka kiuchumi? Lakini kulingana na majibu ya wadau mbalimbali wanasema ya kwamba inategemeana, pengine ni migogoro ndani ama ni kuwa mwanamke asiyekuwa na nyota. Asante sana kupitia swali hilo, na wewe ulioshiriki, Mungu akubariki. Respect.